بنو سراج مدرسة قصص الإسلامية. Leo katika channel yako pendwa ya Banu Siraj Madrasa TV tutakuwa tunaelezea moja ya ndege ambao Mwenyezi Mungu kawataja ndani ya Qur'an, na huyu si mwingine ni Hudhud. Ambaye Allah amemtaja katika Suratun Naml aya 20, na kisa chake kimeenda hadi aya 26. Katika kisa kinachomuelezea Nabii Suleiman, Hudhud na Malkia Balkis ambaye aliyekuwa akilisujudia jua. Katika kisa hiki Hudhud alionyesha uwezo mkubwa wa kutambua kuwa hii ibada wanaoifanya hawa watu si ibada sahihi anayotaka Mwenyezi Mungu. Pia katika kisa hiki Hudhud alikuwa kiungo muhimu sana katika kueneza tauhid, kiasi kwamba yeye alikuwa sababu ya kuokoka mamia ya watu ambao walikuwa wakifanya ibada potofu. Yafuatayo ni maajabu ambayo Allah ameyaweka ndani ya ndege huyu Hudhud. Hudhud ana uwezo wa kutambua sehemu iliyokuwa na maji chini ya ardhi hata yakiwa mbali. Maajabu mengine, Hudhud ana uwezo wa kusafiri umbali mrefu bila hata kuchoka wala kupumzika. Mfano, katika kisa cha Nabii Suleiman inasemekana alisafiri kutoka Sham, kwa sasa ikiitwa Syria, hadi Yemen kwa muda mfupi sana pindi alipotumwa na Nabii Suleiman kupeleka barua. Maajabu mengine, Hudhud ana macho yenye nguvu sana ambayo yanaweza kuona umbali mrefu. Pia hata akiwa juu anaweza kuona kitu kilichokuwa ardhini hata kama ni kidogo. Kuona huku huwa kunampa faida kubwa katika kutafuta chakula. Maajabu mengine, Hudhud anaweza kutoa harufu mbaya kupitia mafuta yanayotoka ndani ya mwili wake. Harufu hiyo huwazuia wanyama wakali au maadui zake kumsogelea. Maajabu mengine, Hudhud ni ndege msafi sana. Hula wadudu walio uhai tu, kamwe hali kitu kilichooza au kilichokufa. Hii inaonyesha wazi yeye ni ndege msafi. Maajabu mengine, Hudhud hutengeneza kiota cha ajabu sana ndani ya mashimo ya mti au miamba, na hutumia ile harufu ya mafuta yake makali kuzuia nyoka au maadui zake kukifikia kiota chake. Maajabu mengine, Hudhud ana sauti ya pekee ambayo husikika mbali pindi anapoitoa, na hutambulika kirahisi na watu, na hufananisha sauti yake kama jina lake. Huyu ndiyo Hudhud ambaye katajwa katika Qur'an kwa jina lake pindi aya iliposema, watafaqada at-tayra faqala maliya la ara al-hudhud am kana min al-ghaibin. Na Suleiman akawakagua ndege kama ilivyokuwa kawaida yake, kukagua majeshi yake yote. Baada ya kumkosa Hudhud akasema, kwa nini simuoni Hudhud? Au amekuwa miongoni mwa waliokuwa mbali, yaani waliotoroka katika msafara? Lakini Hudhud hakuwa miongoni mwa waliotoroka, ila alielekea nchi ya Yemen katika mji wa Saba. Ndani ya mji huo alimkuta malkia aitwaye Balkis akilisujudia jua, na watu wake wakimsujudia yeye na hilo jua. Hudhud alipeleka taarifa kwa Nabii Suleiman, na Nabii Suleiman alimtuma Hudhud apeleke barua ambayo ndani yake ilisema, hakika ujumbe huu umetoka kwa Nabii Suleiman. Hakika umeanza ujumbe huo kwa
Bismillahi, kwa jina la Mwenyezi Mungu, Rahman, mwenye kuneemesha ni makubwa duniani, Rahim, mwenye kuneemesha ni mandogo akhera. Msiwe na dharau wala kiburi. Mnijie mimi mkiwa ni Waislamu. Baada ya kufika Nabii Suleiman, aliwafundisha na wakajua sifa za apasaye kuabudiwa. Nao wakatambua hilo, na ikawa ndiyo sababu ya uongofu wa watu hao. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Ametukuka Mwenyezi Mungu, mbora wa waumbaji. Wabillahi tawfiq. Banu Siraji Madrasa Qasasul Islamiyya.